Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mshike mkono jirani yako hapo, mtazame vizuri, alafu mwambie saikolojia nzuri na mafanikio maishani. Hebu piga picha, umepanda kwenye ndege, unasafiri, unasikia tangazo kwamba rubani amepata ugonjwa wa akili. Umeona na mwenyewe umeanza kushtuka sasa Piga picha, umeingia hospitalini kwa ajili ya kutibiwa, umetoka kwenye chumba cha kuchomwa sindano, na ukitoka nje unakutana na mtu anashangaa, anakuambia nani alikuchoma sindano? Unamwambia ni fulani. Wanasema huyu akili zake zimeruka. Lazima itakuchanganya sana. Hapa ndipo utakapojua kwamba afya ya akili ni muhimu katika kila nyanja. Kila nyanja ya maisha. Ukiwa barabarani, kuna wakati mwingine umetukanwa na dereva mwenzako, kumbe ana msongo, na usipoangalia anahamisha msongo wake, unakuwa wa kwako. Wote tulioko hapa lazima tuwe na saikolojia nzuri. Jana tulienda kwa spidi kidogo, lakini naamini kwamba leo, kwa sababu kuna PowerPoint, kuna baadhi ya vitu mtaviona hapo. Kwa hiyo natamani tuviangalie kwa ukaribu ili tuende na hii kasi. Kuelewa saikolojia si muhimu tu katika nyanja ya afya na mahusiano, bali pia kuna athari kubwa sana katika ulimwengu wa fedha. Hii sentensi nilianza nayo jana. Nikwambieni, ukiona mtu ambaye anatumia pesa ovyo, mara nyingi ni kwamba huyu mtu kuna sehemu katika saikolojia yake haiko sawa sawa. Lakini sio kila mtu ambaye ana tabia mbaya ni mgonjwa wa akili. Ni kwamba kila mtu aliyekaa hapa ana changamoto ya akili yake. Kama hujanielewa, sema rudia. Yaani kila mmoja unayemwona hapa amekaa ana changamoto ya akili yake, kila mmoja, ila ni kwamba tu haijajitokeza. Ukitaka ujue, mtibue. Huwa kuna vile vitisho vya watu wanakuambia, unaacha utu wangu wa kale unafufuka. Ina maana haukuzikwa kwenye ubatizo. Hayo ndio maisha tulionayo. Sasa sikiliza tena hapa. Mawazo yetu, imani zetu na tabia zetu kuhusu pesa huamua jinsi tunavyopata, kutumia, kuhifadhi na kuwekeza mali zetu. Wewe una imani gani kuhusu fedha? Kwa mfano, kuna mtu ambaye anaamini kabisa kwamba fedha ni chanzo cha maovu na ana fungu lipo kabisa, lakini ameshindwa kuelewa fungu limesema kupenda fedha. Yaani neno kupenda linaondoka, ila anaangalia sehemu tu. Kwa hiyo akiona tu mtu yoyote ambaye ana pesa anasema mdhambi huyu. Ni sawa na mtu ambaye anaamini kwamba askari wote ni wala rushwa. Kwa hiyo akimwona tu polisi, wala rushwa hawa. Hajui kuna polisi waadilifu kabisa. Mungu atusaidie. Kwa mtazamo wako, imani yako inachangia sana. Sikiliza, katika somo hili natamani tuchunguze mambo gani? Tuangalie misingi ya kisaikolojia, historia yake, maendeleo na jinsi mazoea mazuri ya kisaikolojia yanavyowapelekea mafanikio bora ya kifedha. Pia tutaangalia hatari za mitazamo mibaya ya kisaikolojia pamoja na nguvu za kisaikolojia masoko. Zaidi ya yote tutalinganisha maarifa haya na hekima ya kibiblia kwa mtazamo wa jumla ya maisha. Neno saikolojia ni nini? Usiliogope, ni neno rahisi kabisa. Neno saikolojia ni elimu ya kuchunguza tabia za binadamu, mawazo yao, hisia zao. Inalenga kuelewa kwa nini watu hutenda jinsi wanavyotenda, kama mtu binafsi au kama jamii. Ingekuwa ni mamlaka yangu, yani ingekuwa mimi ndio nafanya mamlaka ya masuala ya elimu kwa ujumla, ningesema walimu wetu wote wanaosoma education, badala ya kusoma degree ya kwanza miaka 3 alafu wakasoma introduction to psychology kama kakozi kanakojitegemea, ingekuwa mamlaka yangu, wangepiga mwaka mmoja wa ziada wa saikolojia tu, ambayo itawasaidia wanafunzi kumwelewa mwalimu zaidi. Wengi tuliokaa hapa tunachukia na kuogopa hisabati. Hisabati sio ngumu, ni rahisi kama kumsukuma mlevi, ila inategemea mwalimu.
Mwalimu anaingia darasani na fimbo 5. Anakuambia leo tunajifunza quadratic equation. Utaelewa kitu hapo? Unaona, kuna mwalimu mmoja mnamuona mitandaoni amemudu hisabati kweli kweli. Nampongeza sana yule bwana. Yeye hisabati, masomo yake ya hisabati, mada nyingi ameziunda kwenye nyimbo. Kwa katika wanafunzi wanaimba, inakaa vizuri kichwani, wanaelewa, wanaipenda hiyo hisabati. Lakini kuna ile introduction ya kwanza ambayo kwenye vifaa vyanzi kukaa. Kwa hiyo paka pale unawaza, unasema kuna mtu anani kwa taarifa leo. Cheti changu cha mfo, masomo yote sina, yani nasoma moja ambalo lina hiyo. Yani hii alama ikiwa kwenye haraka inamaanisha full tank. Ikiwa kwenye cheti cha Pastor Vlozi, umenielewa? Alama hiyo. Hilo imenishangaza. Haiwezekani kwenye hisabati F, lakini chemistry kuna shida mahali hapo ambapo tukiwa vizuri, yani kila mmoja atapenda hisabati. Na ukiniuliza mchungaji, nipigia debe hisabati, lengo la hisabati kisaikolojia ni kumsaidia mtoto kuwa na uwezo wa kutatua migogoro ukubwani. Kama umenielewa, mshike mkono jirani yako, mwambie imeze hivyo hivyo. Ndio lengo lake kubwa hilo. Kwa leo huyu ukiona tuna watu ambao wanapenda shortcut, hawapendi kushughulika na migogoro, nenda ukaangalie hisabati. Ilikuwaje? Maana akili inachoka haraka. Nachoka haraka. Mimi siku moja nilikuwa na mavyuma yangu mengi mavyuma. Nikamuita mtu mmoja, nikamwambia nataka unitengenezee hapa sehemu ya kuanikia nguo. Yule bwana akatazama yale mavyuma, akayaangalia, akanambia mchungaji, kitu haiwezekani. Kwa hiyo inabidi tu labda ukayauze kwenye maskrepa, alafu ukanunue vyuma ambavyo vimenyooka. Nikamwambia kwani hatuwezi kuyaunga, tukaunga tutengeneze likawa tu likubwa namna hii? Kumbuka mimi ni mtu wa theolojia, sijui mambo ya ufundi. Akaniambia hiki kitu bwana hakiwezekani. Nikamuita mwingine, nikamwambia mimi nitakununulia vifaa, nitajie vifaa. Akataja vifaa vyote. Nikamwambia chomelea hili, unganisha hapa. Akaunga. Choma hii, unga hapa. Haya, tushapata chuma kirefu, weka hapo, tengeneza. Ikatokea kitu cha kuanikia kizuri. Lakini fundi aliniambia hicho kitu hakiwezekani. Kidogo nimuulize, hisabati ulipata ngapi? Katika muktadha wa fedha, saikolojia huangaza jinsi tabia hizi zinavyoathiri maamuzi ya kifedha na namna watu binafsi au makundi wanavyoelewa na kusimamia pesa. Atasikia hii sentensi ni muhimu sana. Saikolojia ya utambuzi ni tawi la saikolojia linalochunguza namna binadamu wanavyotumia akili zao kufikiri, kuelewa taarifa, kufanya maamuzi na kutatua matatizo. Katika muktadha wa fedha, saikolojia hii inatusaidia kuelewa kwa nini watu hufanya maamuzi fulani ya kifedha, hata kama wakati mwingine si ya busara. Kuna mtu anaweza kufanya kuna tatizo mahala fulani, halika sawa. Niliwaambieni jana, kumiliki simu ya milioni 3 wakati huna kiwanja, nikitumia tasfida, nipunguze ukali wa maneno kabisa, ni tatizo la kufikiri. Kuna watu ungewaweka lugha ile wangekwambia utaahira. Sio neno zuri sana, ndio maana sipendi kulitumia. Lakini iko hivi. Vijana wengi wanaishi maisha ya show off, yani watu wanione, watu wanione nikoje, maisha yangu yakoje, watanitafsiri vipi. Yani ukiishi katika hivyo kuendeleza hao watu, unamkoa kila ambao utakuwa ufanyike sana. Yani kia shati lako ulipa shati siku 3,
Wakikwambia umerudisha shati, unapungukiwa na yani shati la kwako na la kwako. Yani tatizo liko wapi hasa ukirudia shati? Lazima uelewe kuna wakati wa kurudia shati ili utengeneze nyakati za kutokurudia shati. Kama mwanangu kunielewa. Hii recommend wale waliokuwa wazazi mwenye atape, nikasema tafadhali sana kila mmoja nunua kitabu hiki kisome, kitakusaidia sana. Kuna recommendation 3 uzisome vizuri. Money psychology ni muhimu sana kusome. Jamaa ameandika vizuri psychology. Lakini kitabu kingine kimeandikwa Thou Shall Prosper, kimeandikwa na Rabbi Daniel, ni Mwisraeli ambaye yuko smart kwa swala la fedha. Anatumia Torati kufundisha fedha. Kile kitabu ukisoma ya kifedha. Wote tulapa kufanikiwa tatizo fikra. Ukibadili fikra kila kitu sawa sawa. Sasa sikiliza. Mwelekeo wa fikra ni mwelekeo wa akili kufikiri au kuhukumu mambo kwa njia zisizo sahihi. Kwa sababu ya uzoefu wa awali, hofu au imani tulizo nazo. Sasa kwa mfano, wote ambao tumetazamana hapa hapa, kuna kitu kimerekodiwa kwenye ubongo wako. Chochote utakachokiona kwa mara ya kwanza, ubongo wako utakitafsiri kulingana na taarifa iliyohifadhiwa awali. Mchungaji hatuja kuelewa. Waafrika hasa wa Tanzania walipoona bata, walipoona kiumbe mmoja anaitwa taki, kwa lugha mkoloni, taki ni kiumbe ambaye ni ndege likuri, nyama tamu sana kule katika nchi za Ulaya, japo ya ndege wa heshima. Walipomuona wa Tanzania wakauliza, huyu ndege na mwili Tanzania kamtazama. Sasa kilichokuja akilini, kwa sababu huko anafanya kama bata. Alivyoona linyama iko hapa hivi mkubwa bata mzinga, yani bata mpaka leo mzinga. Siku moja na mimi niligundua kwamba nina hili tatizo wakati anaeleza baada ya kapitisha neno point likapita sili kaliondoa. Ilipoondoka tu sili kaja kuuliza swali lazima. Wote tulijibu milk. Aka yule mzee. Sasa tukashaka unatucheka nini? Mwisho mzee akasema the cup does not drink. Hili swali lilikuwa ng'ombe anakunywa nini? Wote tukajibu maziwa. Mwisho asema lakini ng'ombe huwa hanywi. Mlijibu maziwa. Ni kwa sababu neno la kwanza litangulia ni silk. Akili yako ilivyoona silk ikaunganisha na milk. Kwa maana ukianza kuambiwa habari za mbaga negative, ukianza kuongea na anachokuja cha kwanza negative. Kwa hata kiasi gani anauza madawa. Hii ni fedha. Unapoona kitu chochote ambacho kinatakiwa kutumia fedha, anza kutuliza ubongo kwanza ili uwaze katika akili ya kawaida isiyo na mhemko, ndipo uanze kuona nanunua au sinunui. Haleluya. Nitapoteza pesa yangu au sipotezi pesa yangu. Mfano, sikiliza. Kuna kitu ambacho jana nimekisema kinaitwa confirmation biases. Yaani nilisema kwamba kila mtu ana bias yake. Jamani, naongea na watu au na binadamu? Nyie si watu wazima sasa Aje hapa, kongamano hili ni la Waadventista wa Sabato. Aje hapa mtu anapresenti mada, amevaa msalaba. Haijalishi ataongea mazuri kiasi, utasikiliza ila lakini akija mtu mkasikia CV yake ikisomwa anasema huyu ni kati ya wahadhiri wa chuo kikuu cha kanisa la Wasabato kule Andrews.
ana neno kwa ajili yenu. Unafungua mpaka madirisha ya ndani. Bias. Na jana nikawapa mfano nikawaambia, ikatokea tu mtu ambaye unamkubali akikwambia jamani vitunguu saumu ni dawa, pata japo kila mmoja zake 3, 4, 5 kwa sababu ya bias. Kila ana bias. Nina bias tumia inaweza kusaidia. Sikiza vizuri. Mtu yeyote kwenye maisha anayekuja nyumbani, hata kama mkubwa kiasi gani, usimwamini kwa asilimia zote. Weka kaeneo ka uharibifu. Yaani ukute mtu anakuja na kusalimia alafu ana lebo, nitakuibia. Hizo lebo wekwa? Hakuna kitu kama hicho. Niliwaambieni wale wakopaji sugu wanajua kuomba, anakusoma. Nina jambo, kabla ya kuongea tuombe kwanza. Atakuelewa ni pesa. Kila muone weka kwamba kuna kaeneo fulani lazima niweke, hata ikitokea dharura. Hata barabara zina reserve. Dharura ikitokea ninapaki hapa. Lazima ujifunze. Mtu anaweza kuendelea kuwekeza, niliwaambieni habari ya kuwekeza, anaweza kuendelea kuwekeza hata kama si tu hakilipi. Tatizo liko katika ubongo wake. Bias. Natamani kujua. Bias. Hii hutokea pale mtu anapotegemea taarifa ya kwanza aliyoipokea jambo fulani na kufanya maamuzi huo. Yaani kuna taarifa ya kwanza uliipokea na hiyo inakusababisha kufanya maamuzi. Sikiliza mfano huu. Mfano, mtu anaweza kushikilia bei ya awali ya hisa fulani na kuamini bado ni nafuu hata kama soko limebadilika. Bado nataka niende zaidi hapo. Mmewahi kutembea kwenye supermarket ambao unakuta kwamba bidhaa wanakuambia kuna 50% off, 30% off, 50% off, 20% off. Yaani off ziko hapo. Kwa unakimbilia unasema, naenda kununua ile bidhaa. Bidhaa ilikuwa inauzwa shilingi 100,000, lakini ukifika dukani inauzwa shilingi 70,000. Kwa akili yako unaweza ukadhani ya kwamba ile bidhaa imeshuka bei kwa sababu ilikuwa 100,000. Lakini kuna kitu wamekuchezea akili hapo hujakishtukia. Ni kweli ile bidhaa ilikuwa 100,000, wamekuuzia 70,000, lakini saikolojia yako wameicheza vizuri kabisa. Kwa hiyo namba 70%. Ukichunguza kwa kina, thamani ya bidhaa imeshuka, hujapunguziwa chochote. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au arudie. Hawa kina mzee Mavanza wana kitu chao wanakiita depreciation. Yaani kitu kikikaa kinapungua nini? Thamani. Sasa katika masoko, saikolojia ya masoko, mnapoona hayo mabango yamewekwa barabarani, katika saikolojia ya masoko, wanaajiriwa wana saikolojia kubuni rangi na waandikeje. Ndio maana ile habari ya 70% huwa inaandikwa kwa herufi kubwa, ili ndio uione kwanza pop. Kwa hiyo bidhaa ilikuwa ni shilingi 100,000, amekuambia imeshuka sasa hivi ni 70%. Huyu anayeshusha 70% ina maana kwamba ametoa 30%. Shilingi 100,000 kama imetolewa 30%, shilingi 100,000 ikitolewa 30% inakuwa ni shilingi ngapi? Ikitolewa 70% inakuwa kiasi gani? Sawa, jiulize, nani ambaye atafanya biashara ambayo hailipi? Yaani atoe hii pesa yote haimlipi. Yaani kwa kile kawaida hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo anachofanya ni nini? Anaangalia bidhaa imekaa kwa muda gani kwenye shelf. Kwa mwisho anaona hii bidhaa haitauzwa kabisa, litapoteza. Kwa lazima ashushe ile thamani yake. Kwa lugha nyingine, bei unadhani imebadilika, haikubadilika. Kilichobadilika ni thamani ya bidhaa. Thamani ya bidhaa imeshuka, kwa hiyo bei uliouziwa ni ile ile kulingana na thamani yake. Hiyo imeingia akilini vizuri hiyo. Lazima uelewe hilo, usije ukakimbilia hapo sasa. Kuna kitu tunakiita upotovu wa akili, ambapo anapotoshwa na namna alivyochakata taarifa.
sana kwenye mradi mmoja kwa sababu anaamini bila shaka utaleta faida kubwa bila kufanya utafiti wa yani anamimina kwenye mradi mmoja, maana ameshawishika hapo kwamba hapa huu mradi utatoa. Walio wengi unaowasikia na kwambia niliweka kwenye mradi baadaye nimekuta hasara kubwa sana. Ukikaa naye utagundua alipata tatizo la akili linaitwa upotovu wa akili. Yaani akili inakupotoa. Akili kuaminisha kwamba mradi unalipa, unajikuta unaweka pesa kwenye ule mradi. Utafanya ili kuepuka hali ya akili. Biblia inasema mtwana Mungu wako wala usiamini akili zako. Kwa hiyo lazima utafute kichwa kingine unachokiamini. Muulize, nimeambiwa kulima maembe inalipa. Unaweka msimu jinsi ulivyo, tafuta kichwa cha kingine. Hata vitu vitatu vinaongelea kitu hiki. Nyume wewe utakari mara mbili. Haleluya Bwana. Tafakari mangapi? Kuna watu wenye nguvu ya ushawishi katika miradi. Unisikiliza hapa vizuri, wengine wako humu. Yaani kuongea ni kipaji. Kuna mtu ukimpa kuongea hauwezi kushawishi mtu hata kidogo. Karama yake nyingine sana kwenye karama yake. Kwa kuna watu wamekaa hapa ya kampeni ya kuuza mchanga utanua. Hadi unakuja kushtuka hivi na wapi? Chanunua. Hata baadaye hapa inatakiwa wasimame watu kwa mfano kutoka banda mbalimbali za Atape, kutoka Iringa. Ni vizuri wakasema viongozi wakaanza kutuambia fursa. Lakini kuna mtu yuko hapa atakuelezea kuhusu biashara zinaitwa marketing. Zile biashara unaweza umeingia haraka sana kwa sababu zifuatazo. Ikutane na mtu anajua yaani mwenye kana uinjilisti. Unajikuta unaingia na hapa unapata pesa hivi na hivi na hivi. Akikueleza una pesa inalipa haraka sana. Yako anza ile unakuja ulichoelezwa sicho. Naomba samahani maana baada ya hapa sitakuwepo tena, uenda nikishamaliza hapa nitatoroka. Iko hivi. Kwa mfano, umai kuona kipimo ambacho unakishika mkononi alafu kinapima mwili mzima? Basi ngoja tuache. Umai kuona kipimo ambacho unakishika mkononi hivi alafu kinapima mwili? Simwahi kuviona? Kama kile kipimo kina ukweli, kwa nini serikali isinunue tunahangaika kupima ini na figo peke yake? Niliomba msamaha mapema. Tuchukulie kile kipimo kina ukweli. Na tuna serikali ambayo inahangaika kununua mavipimo huko India, huko wapi, tunapima figo, tunapima ini, tunapima sijui nini peke yake. Ila hapa tuna kamashine. Ukikaweka tu hivi kanapima mpaka damu. Nimetulia kidogo ili ingie kwenye akili. Mimi siku moja nilimbana mmoja. Akaweka ile mashine vizuri, nikamwambia hapana. Hapa hebu weka, si kuna sehemu ya kuweka jenda ile mashine yake. Nikamwambia weka female. Hapana wewe ni male, nikamwambia ndio najua. Weka female. Akaweka, mashine ikaniscan. Nikaonekana na fibroid. Sasa mimi kizazi na kitoa wapi? Wanajua kabisa ni mdau mkubwa. Lakini ninachokuokoa
usitumie mihemko kufanya maamuzi ya tiba. Haleluya. Anza nao kujiongeza. Unapewa kakitu kamoja tu, unaambiwa haka kana Umeona saikolojia ni muhimu katika kila area. Huku unaweza ukabanwa ukajikuta umeingia sehemu nyingine kabisa mpaka unashangaa. Ukija kwenye fedha ni hivyo hivyo. Network marketing hivyo hivyo. Tuliza ubongo wako, usitumie mihemko. Haleluya. Kwa kuelewa namna akili zetu zinavyofanya tuone au tafsiri mambo ya kifedha, tunaweza natamani sentensi uiandike, utembee nayo kila mahali. Kuwa na mtazamo mpana na wakina kabla ya kutumia au kuwekeza fedha. Mtazamo wa kina, zingatia sana hilo. Namba 2, kuweka mikakati ya kifedha kutumia ushahidi na mantiki badala ya hisia au mazoea tu. Nataka uone ushuhuda mmoja jinsi ambavyo saikolojia ya fedha na nidhamu inavyoweza kumfikisha mtu katika mafanikio. Kati ya wanatape mmojawapo ni ndugu Mgimba, anaweza akaja kwa wakati huo. Na ndugu Mgimba ni kati ya watu ambao wametumia andiko la Mhubiri ambalo linasema kwamba tupa chakula chako kwenye nchi, yani usiwekeze katika kitu hiki. Wakati anakuja na kuchokoza uliyeko hapa. Najua kuna wengine mko hapa mmeajiriwa, wengine mmejiajiri. Kama unategemea chanzo kimoja cha fedha, imekula kwako. Hatari ukifanya Mungu. Kikikata pressure. Kweli mpaka dakika hii mbuzi. Yaani kakitu kadogo, kuwa na pale, kuwa na kingine pale, kuwa na, usiwe na vingi ambavyo unashindwa kuvimanage, lakini kuwa na nidhamu ya fedha. Karibu. Sikuwa commentary ya mwana kesho au nadhani kesho mtata vizuri, lakini sasa hivi nidhamu ya fedha na ndugu yangu Alfa pamoja hapa. Kwanza niukaribishe, tuambie jina lako ni nani? Tunakazama, mimi najua tu Alfa, wewe unaweza ukaelezea zaidi ya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa na mwenzangu ni wakurugenzi wa Alpha Agrovet Supplies Limited. Tunashughulika na masuala ya kilimo na mifugo. Tunapatikana pale Iringa mjini, ndiko makao yetu makuu yalipo ya kampuni yetu. Asante. Karibu tusikie uwekezaji wako. Ya, sisi kama Alpha Agrovet Supplies Limited tunashughulika na masuala ya kilimo, hasa tumewekeza katika kilimo na teknolojia kwa ujumla, lakini pia tukaenda zaidi ya hapo, tumewekeza katika swala zima la uzalishaji wa vyakula vya mifugo. Hicho ndicho tunachokifanya. Katika familia yenu, nyewe mmezaliwa wangapi? Katika familia yetu tumezaliwa 7. Wewe ni mtoto wangapi? Mimi ni mtoto wa 6. Uchumi wa pale nyumbani kwenu ulikuwaje wakati mnazaliwa? Kiukweli ulikuwa ni uchumi wa hali ya chini mno. Siwezi kuuzungumzia kabisa. Ni ule ufukara kabisa. Ufukara kabisa. Ndio. Unaweza ukatupa tu kidogo tu kwamba ilikuwa ni mazingira gani? Labda mlikuwa mnaishi kwenye kitanda kamoja, watu wote mnalala hapo. Mazingira ya nyumbani kwetu kiukweli ni mazingira ya hali ya chini mno. Baba yetu kwa kweli kiujumla tulikuwa tuna uwezo wa aina yote, lakini unakuta watoto 3 4 nalala kitanda kimoja. Nini kilikusukuma hadi ukaamua kuwa mwekezaji kutokea familia fukara hadi hapo ulipofika una makampuni sasa? Kweli niliweza kuchukizwa na hali hiyo kwa sababu nikatambua ya kwamba yale sio maisha ya kuendelea kuyafikiria na kuendelea kuwepo katika hali ya namna ile. Weka nukta hapo. Cha kwanza, lazima uchukizwe na maisha ya umaskini ya familia yenu.
ukiyapenda utasonga nayo. Your wish is my command. Yaani ukisema nimeyapenda, songa mbele. Na taarifa yako ni hii, kama baba yako alitembelea baskeli, jiandae kutembelea ndala usipopambana kumzidi. Haya, kwa habari ya nidhamu ya pesa, uliwezaje kukusanya hadi ukaanzisha kampuni? Kiukweli, kwa sababu ya mazingira yenyewe yalinilazimu niweze kuwa na nidhamu katika utafutaji. Tukaanza na biashara yetu ya hali ya chini sana, biashara ya uchuuzi, lakini ilipofika 2015 nikailasimisha biashara kuwa sasa kwa kuisajili, na kwa sababu hiyo ikanipelekea pia niweze kuwa na nidhamu katika masuala mazima ya biashara na fedha kwa njia ya utunzaji wa kumbukumbu. Ulianza biashara ukiwa umeoa au hujaoa? Kabla sijaoa. Kabla hujaoa. Kwa hiyo mama amekuja akanikuta niko njiani. Alikuta ndo umeanza hapa? Nimeanza, niko njiani natembea. Asante sana. Mama, hebu niambie, wanasema kwamba wamama wanapenda sana kutumia kuliko kutafuta. Unateteaje hoja kwamba si kweli? Asante, nashukuru kwa kupata. Ni kweli tunaweza tukasema ukitizamo wa mama wote baadhi lakini na una mahitaji yako binafsi, lakini angalia mna target ya mahali fulani. Je, uko unachukulia labda ni ngumu sana au una target? Kwa kweli mimi niliona na target. Niliona kuna kitu mbele kinaonekana. Kwa hiyo na mimi nikaingiamo humo. Nikaingia ndani ya hiyo kitu. Tumpeleke Msoma. Na yeye akaingiamo humo. Mambo yakaenda vizuri. Biashara yoyote kwa wanandoa, mnapokuwa mnafanya biashara, mna mitazamo miwili tofauti kuhusu biashara. Iandae kufa. Ikatokea mna mitazamo inayofanana ya kukubali mapambano kwa ajili ya mafanikio ya mbele, jiandaeni kufanikiwa. Mama, wewe katika ile biashara unasimamia mambo gani hasa? Mimi katika ile biashara kwa kweli jicho langu kubwa liko kwenye fedha. Ingawa kuna wahasibu, lakini pale natazama sana. Mmeelewa lakini. Mama jicho lake lipo katika nini? Na makusudi kabisa kumuuliza hivi kwa sababu zifuatazo. Wanandoa, kwanza mnitazame hapa. Katika ndoa kila mmoja ana karama yake. Unaweza ukakuta mmoja wenu ana uwezo wa kuzileta lakini hawezi kuzitunza. Ni mtapanyaji. Ukigundua wenzako ana uwezo wa kutunza, mletee atunze. Mtie moyo kwenye kutafuta. Haleluya. Mkigawana vizuri ya madaraka haya, sawa sawa kabisa. Mama ni mtaalamu wa kupiga jicho. Unafanya vitu gani na ambazo tunafanya kadhaa? 3-5 hivi. Sisi tunafanya biashara za kuuza na kusambaza pembejeo za kilimo na teknolojia zake. Lakini pia tunafuga. Mnafuga nini? Kuku. Kuku wa mayai. Ndio. Lakini pia tunatengeneza chakula cha kuku. Lakini pia tunalima. Lakini pia tunafuga samaki. Bwana, vyote kuna viwezaje wewe mtu mmoja? Tunasema kanavyo ndivyo unavyotakiwa uwe makini katika namna ya kuvimanage. Kwa hiyo tunachokifanya hapo, tumetengeneza tu mfumo mzuri tu ambao unatusaidia, lakini pia tuna wasaidizi wanaotusaidia. Mna wasaidizi ambao wanawasaidia. Asante sana. Kwenye documentary utaona kwa kina zaidi hiki ambacho amekiweka vizuri. Mwisho, swali la mwisho, unaongeleaje nidhamu ya pesa na mafanikio? Vitu gani ambavyo ulikuwa unasema hivi nilijizuia kweli fikie target? Tunaposema
mafanikio yote yanaendana na nidhamu. Nidhamu ya fedha, nidhamu ya muda, nidhamu ya kujali ile shughuli unayofanya. Kwa hiyo kinachoweza kikatusaidia katika kutembea katika biashara ni namna ya hiyo discipline ambayo inayoongoza, na sisi tunasimamia fungu moja la Joshua 1 mstari ule wa 7. Ile fungu linatujengea confidence kubwa sana katika kusimamia shughuli zetu. Amina. Narudia kwa mama. Ni jambo gani ambalo unasema ninakumbuka hili nilikuwa nimelitamani sana lakini nilihakikisha najizuia hata kama nalitaka, kwa kuwa najua kuna target fulani kwenye biashara yetu? Moja tu ambalo nalikumbuka wewe. Kitu kimoja tunasema hiki nilikitaka kweli kweli, ila ilibidi nijizuie maana tuna target. Kwa kweli mimi nilikuwa najizuia sana kwenye mambo ya mavazi. Mavazi. Kwa mama mpo au hampo jamani? Mavazi. Muonekano kwa ujumla. Ulikuwa unajizuia hapa. Nilikuwa najikaza sana. Maana unaweza ukakuta saa zingine unaweza ukawa unatamani nguo ya Uturuki 160,000, 180,000. Ndio. Unaangalia kipato chako kinalenga kwenye 20,000. Kwa hiyo inabidi utulie kidogo. Bwana akubariki sana. Unaweza mkarudi. Asante sana. Nidhamu. Sasa kuna PowerPoint moja, amepiga makofi tu mtu mmoja hapa. Jamani, mliambiwa ungepiga makofi ni dhambi jamani. Nina andiko linalowaruhusu kupiga kabisa, lipo kwenye Zaburi. Kwenye PowerPoint kuna quotation moja natamani muione, bwana mwenyewe tu Wayne Chrysler. Hebu muione hiyo kama imeletwa hapo mbele yako. Kama mnaiona semeni amina. Bado Bado haijaja? Haijaja? Haya, mimi nawasomea tu. Kwanza, kuelekea mafanikio ya kifedha ni kuepuka maamuzi mabaya yenye gharama kubwa. Kuna siku niliamua kabisa wakati nafanya presentation hizo kwenye TV na nini, nikanunua shati la mtumba zuri tu, nikalinyoosha vizuri, nikavaa, nikafanya kipindi, nikamaliza. Hawa ndugu zangu wa Hope Channel hawa, kabla hujaja hapa mbele, wanakukagua kila kitu, shati limekaje, tai ikoje, nini, wanakupaka na vile vitu vyao ambavyo nilishavikataa nisipakwe, wenyewe wanaelewa, wanakuweka hivyo wanavyotaka wao. Sasa wakati wa kurudi nikawauliza, hivi kadiria tu hii shati. Mmoja akaniambia hii shati piga ua laki. Nikaambia hii shati piga ua 15,000. 15. Jana nilitoa tahadhari nikasema usije ukaangalia kabila langu ukaanza kunihukumu mafundisho yangu. Ninachoongea hapa ni kwamba tunachokitazama ni nini? Hiki kitu nakihitaji sasa? Nikinunua kiatu cha mtumba cha ngozi nina hasara gani? Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kufanya nini? Wa kuvuna. Kumbukeni, cha kwanza, chukia mazingira ya nyumbani kwenu. Naomba kama PowerPoint inaweza ikasogea kidogo hapo, Mithali 14 fungu la 15. Hili ni andiko muhimu sana ambalo natakiwa ulibebe likukere kwenye maisha. Sikia maneno haya. Mjinga huamini kila neno, bali mwenye busara huangalia sana aendavyo. Ukikutana na jamaa ambaye kila kitu anaamini, ni mjinga. Kuwa makini. Wanaatape wote mnaonisikiliza, naomba mnitazame niseme hili neno liingie kwenye akili ya kirafiki vizuri kabisa. Sikiliza. Hakikisha ya kwamba ubongo wako unaujaza maarifa na sio story. Haleluya. Haleluya. Soma vitabu. Unapoingia kwenye Instagram kufollow mtu, unamfollow ili akusaidie nini? Ukiingia YouTube unaangalia kitu ili kikusaidie nini? Wingi wa maarifa akilini utasaidia maamuzi katika maisha yako. Bwana wabariki sana. ATAPE Retreat 2025. Kukaa pamoja kwa umoja.